Natalia sio mwanamke aliyekuja kuvuruga ndoa yetu. Nakwambia ukweli huu kwa sababu nakuheshimu na kwa sababu nakupenda. Si mpenzi wangu. Natalia ni dada aliyekuja kwenye maisha yangu wakati mimi na wewe bado hatukuwa tunajuana. Alinisaidia wakati nilikuwa sina kitu. Nikiwa posta niliingia kwenye ofisi moja nikiwa nimeshika vyeti vyangu mkononi mwangu iliyokuwa ikitetemeka kwa hofu. Hapakuwa na mtu wa kunikaribisha wala hakukuwa na mtu ninayemjua. Lakini ndipo Natalia alipokuja kwa tabasamu la utu. Kwa tabasamu la utu alinikaribisha. Alichukua vyeti vyangu na kuahidi kunisaidia. Hakukuwa na mapenzi, hakukuwa na ahadi. Kulikuwa na huruma tu ya kibinadamu. Natalia alizipeleka CV zile kwa bosi wake. Hakumalizia hapo, aliweka shinikizo, aliomba, alisisitiza nipatiwe kazi na hatimaye nilipigiwa simu. Nilipata kazi, lakini furaha hiyo haikudumu kwa wote. Kwa sababu shinikizo lile halikumpendeza bosi Natalia, alifukuzwa kazi. Kitu pekee kilichonisaidia mimi halikuwa jina la Natalia, bali ni CV zangu nilizokuwa nazo mkononi. Vyeti vyangu vilionekana bora zaidi kuliko mapenzi. Bosi hakunihitaji kwa huruma, bali kwa uwezo aliouona kwenye vyeti vyangu. Lakini moyoni mwangu ukweli unabaki mmoja. Baada ya kuanza kazi, jambo la kwanza halikuwa mshahara pale ofisini, lilikuwa jina moja, Natalia. Siku chache baada ya kuanza kazi pale ofisini, bila kujua kilichokuwa kimejificha nyuma ya mafanikio yangu ya kazi, niliwauliza wafanyakazi wenzangu pale ofisini, lakini jibu nililopata lilinivunja moyo. Niliambiwa Natalia hayupo tena, alifukuzwa kazi. Maneno yale yalinipiga kama radi. Furaha niliyokuwa nayo ikageuka kuwa mzigo wa hatia, kwa sababu nilijua kazi niliyopata nimeipata kwa sababu ya mtu mwingine kuondoka pale kazini. Natalia alitimiza ndoto yangu na maombi yangu. Niliyokuwa nikiomba kila siku. Nilihuzunika sana, sio kwa sababu tu Natalia alifukuzwa, bali kwa sababu yeye ndiye aliyesababisha yote mpaka mimi kupata kazi. Niliomba namba ya simu ya Natalia nikapewa. Kabla ya siku kuisha nilimpigia simu Natalia. Katika yale mazungumzo yetu, Natalia aliniambia ukweli wote. Aliniambia anakaa peke yake. Maneno yale yalizidi kunipa mzigo wa mawazo. Jioni ilipofika baada ya kazi kuisha, niliamua kufanya kitu. Nilinunua zawadi chache, sio za gharama sana, bali za heshima na shukrani. Kisha nikaelekea Gongo la Mboto, mahali ambapo Natalia alikuwa akiishi. Safari ile haikuwa rahisi. Moyo wangu ulikuwa mzito. Mawazo yalikuwa mengi. Nilifika nyumbani kwa Natalia nikiwa na hofu sana. Sio hofu ya kukatalia, hapana, bali hofu ya kukutana na mtu aliyejitoa sadaka kwa ajili yangu. Mke wangu, hapo ndipo hatima yangu na Natalia ilipoanza kuchukua mwelekeo mpya. Naomba unisamehe kwa maneno haya magumu. Hapo ndipo John anapofungua siri aliyokaa nayo kwa muda mrefu sana. Siri iliyombana moyoni, aliyobeba kimya kimya kwa hofu ya kuumiza mtu aliyempenda zaidi. Leo ameizungumza kwa sababu ukweli hauwezi kufichwa milele. Anaamini labda Loveness ataelewa. Ukweli una nguvu ya kuponya, lakini wakati mwingine huja kama kisu kinachofungua majeraha ya zamani. Lakini baada ya simu ile, baada ya jina mpenzi kusikika, na baada ya meseji zote ambazo Loveness aliziona kwa macho yake mwenyewe, je, ataelewa kweli? Zamani walikuwa wakifurahia upendo wao bila hofu, lakini leo furaha hiyo imebaki kuwa kumbukumbu. The power of 10.